So besides Rigathi Gachagua having a loose tongue, Rigathi Gachagua is someone who talks fast and then regret later. The way we have some people that eat fast and then regret later. So in this case ya Rigathi Gachagua, he talks fast and then regret later. Amesema ya kwamba watalii ama tourist wasikuje Kenya, forgetting that the bigger percentage of people wenye wanategemea hiyo utalii, wanategemea tourist, are people from Mount Kenya. Yeah, naendanga airport, naenda SGR, I go to all these tourist places. Naona the bigger percentage ya wale watu ambao wanafanya hiyo kazi ni watu wa kutoka kwa Mlima Kenya. And still, kuna watu wana support Rigathi Gachagua. I don't understand how. Anyway, there is someone giving Rigathi Gachagua a sleepless night. Anaitwa CS Ruku. Super CS Ruku kutoka huko pande ya Embu. Amesema Mount Kenya igawanishwe katikati. Kwa sababu kuna watu wengine wanasema whenever Mount Kenya is mentioned, it's only a particular group of people that are referred to as Mount Kenyans. Lakini wengine are not counted as Mount Kenyans kwa sababu they are just floating inside. Hawahesabiwi kama watu wa Mount Kenya. So amesema hii Mount Kenya ikatakatwe vipande, kila mtu apewe kipande yake ajipange nayo. Kwa sababu they are a silent majority. Wanasema vile letter G iko silent kwa the word 8, they are also silent. They are never mentioned, they are never counted, but whenever Mlima Kenya votes are casted, wanahitajika waende wachangie. So they want to cut the mountain in pieces. Kila mtu apewe kipande yake. But that's up to Rigathi Gachagua to decide if he wants to continue dividing the country into small pieces. That's up to him. Anyway, mlima isigawanyishwe.